Mambo ya Pili ya Nyakati sura ya 14 na mstari wa 11. Mambo ya Pili ya Nyakati sura ya 14 na mstari wa 11. Taifa la Yuda ambalo lilikuwa na makabila mawili kati ya kabila 12 za Israeli, lilikuwa na wafalme waliomcha Mungu, tofauti na taifa la kaskazini la Israeli ambalo lilikuwa lina kabila 10 na watawala wake wengi hawakumcha Bwana. Kwanza kwa Yeroboamu ambaye aliwaongoza wana wa Israeli kuasi. Sasa mmoja wa wafalme wa taifa la Yuda alikuwa anaitwa Asa, ambaye habari zake zinaanza katika ule mlango wa 14 wa Mambo ya Pili ya Nyakati, na mstari wa 11. Maombi ya Asa hayakumaliza dakika moja. Maombi mafupi yalifanya mambo ya ajabu, mambo makubwa. Maadui ambao waimbaji wamewaimba hapa walishindwa mbele za Asa na taifa la Yuda. Sasa mstari wa 14. Haya maombi unaweza ukayakariri, yakakusaidia sana katika maisha yako, katika maombi yako, katika imani yako, na katika wokovu wako na safari yako unapoenda mbinguni. Mambo ya Pili ya Nyakati sura ya 14 mstari wa 11. Mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie, e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. E Mungu, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Tuombe. Baba, tunaye Mungu wa uwezo wote, aliyeenea mahali pote, anayejua mambo yote. Tunapojifunza neno lako jioni ya leo, tusaidie kuyainua macho yetu na sauti zetu kukutazama wewe juu ya maadui zetu, na wewe peke yake ndiye unayeweza kutusaidia. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kumtegemea Mungu kunaenda sanjari na maombi. Hakuna ambaye anamtegemea Mungu asiyeomba, asiyejifunza kulitia jina la Bwana katika maisha yake. Mwandishi wa Mambo ya Pili ya Nyakati na Mambo ya Kwanza ya Nyakati ametumia neno kumlilia Mungu, na hilo neno katika mstari huu wa 11 limetumika mwanzoni kabisa, naye Asa akamlilia Bwana. Lakini pili, ametumia neno kumlingana Bwana.
ambalo amelitumia katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 9 na wa 10 kwa yale maombi ya Yabesi aliyoyaomba. Kwa hiyo anaonesha ni kwa namna gani wana wa Israeli walivyomtegemea Bwana na walivyoomba, na kwa njia ya maombi yao wakaona vile ambavyo Mungu alivyojifunua, alivyojibu, alivyojidhihirisha, alivyotenda makubwa, kwa sababu walifanya nini? Walimtegemea. Na hicho ndicho ambacho tunakiona mahali hapa katika maandiko haya matakatifu.